Karibu katika mahojiano na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Hii leo tumepata mgeni na atajitambulisha yeye ni nani na yuko hapa kwa ajili gani, afu tutaendelea na mahojiano yetu. Nashukuru sana Sumta. Kwa majina ni Dr. Ntuli Angelile Kapologwe. Ni mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Nipo hapa nikihudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wa 80. Nikiwa nikiongoza msafara kutoka jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini inayojihusisha masuala ya afya ambayo makao makuu yake yapo Arusha nchini Tanzania. Asante sana Dr. Ntuli, karibu sana katika mahojiano yetu. Asante. Na tungependa tunafahamu kwamba kutakuwa kuna mkutano unaoangazia ni kwa jinsi gani diplomasia ya kisayansi inaweza kusaidia Umoja wa Mataifa kufanikisha mkataba wa zama zijazo. Watu wanajiuliza diplomasia ya kisayansi ni nini? Kwa kweli hilo ni swali zuri sana. Tumekuwa na diplomasia nyingi. Kuna diplomasia ya masuala ya kisiasa, tuna diplomasia ya masuala ya kiuchumi, lakini kwa hivi sasa dunia inaangazia kwenye diplomasia ya masuala ya kisayansi na masuala ya kiafya kwa ujumla wake. Kwa nini wanaangazia hivyo? Hii inatokana na madhara au changamoto mbalimbali ambazo zimejitokeza katika milipuko ambayo iliweza kuikumba dunia, ikiwepo uviko namba 19, yani COVID-19 au COVID-19, ambayo hiyo ilipelekea sasa dunia kuwa katika mijadala mbalimbali ili kujenga usawa katika masuala mbalimbali, ikiwemo upatikanaji wa chanjo kwa nchi zote, ikiwemo masuala ya unufaikaji wa nchi ambazo zinatoka Afrika. Na ndipo hapo sasa sisi kama Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini tumeona kuna umuhimu wa kuweza kusukuma swala zima la diplomasia ya sayansi. Kwa nini? Kwa sababu Afrika bado iko nyuma kwenye masuala ya kisayansi kulinganisha na mabara mengine. Mathalani kwenye swala la utafiti, katika tafiti zote zinazofanyika duniani, machapisho yanayotoka Afrika ni 2% tu. Lakini Afrika ikumbuke kwamba ndio sehemu ambako 25% ya magonjwa yote duniani yapo Afrika. Lakini Afrika ndio sehemu pekee ambayo kwa kweli kwa sasa idadi yake ya watu ni 17% kati ya idadi yote ya watu wote duniani. Kwa hiyo tunaona kwamba wingi wa matatizo ya magonjwa hauendani na masuala ya machapisho ya utafiti ambayo ni sehemu ya sayansi. Kwa hiyo kuna haja ya kuleta wadau mbalimbali kuweza kujadili namna gani tunaweza kuwekeza katika diplomasia ya sayansi, hususan kwa bara la Afrika ambalo kwa hivi sasa inaonekana ndio sehemu ambayo iko nyuma ulinganisha na mabara mengine ulimwenguni. Asa mtu anaweza hapo asielewe diplomasia ya kisayansi kwamba mnashirikisha nchi zingine au ushirikiano wa kimataifa. Ni kwa vipi yani neno diplomasia linapoingia hapo kwenye kisayansi? Ni kwamba katika masuala ya diplomasia yanahusiana na pia katika masuala ya negotiations mbalimbali, mashauriano, makubaliano, masuala mbalimbali ambayo ni yana mustakabali wa nchi moja wa kikanda na ulimwenguni kote. Na ndio maana sasa katika hii diplomasia ya sayansi, Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini ambayo inajulikana kama EXA Health Community inashirikiana na serikali ya Tanzania, inashirikiana na Chuo Kikuu cha Sayansi na Tiba cha Muhimbili na nchi zote zinazounda jumuiya ya EXA ambazo ni nchi 9, ili kuhakikisha inakuwa ndio king'ara wa kuweza kusukuma masuala ya sayansi kwa upande wa Afrika na upande wa ulimwenguni kote, ili Afrika isiwe ni mpokeaji tu wa sayansi ambazo zinafanyika na bara mengine, na yenyewe hiyo ni sehemu ya kuweza kuweka mchango wake katika masuala ya sayansi na katika masuala kukubaliana na mambo mbalimbali yaliyopo kikanda na ulimwenguni kote. Na sasa kwenye mkutano huo ambao utahudhuriwa na viongozi marais mbalimbali, kipi mnakitarajia baada ya huo mkutano? Ni kweli matarajio yetu makubwa ni kwamba utakuwa na maazimio katika huo mkutano, na moja la azimio ambalo tunaona linaweza kujitokeza ni kutengeneza kituo cha ufanisi na kituo mahiri cha masuala ya kuendeleza sayansi kwa upande wa Afrika, ambayo hiyo tunatarajia
mambo yote yakienda vizuri, basi kiweza kujengwa pale Arusha, kwa sababu tayari serikali ya Tanzania iliweza kutoa eneo la ekari 30 kwa ajili ya kuendeleza mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunatarajia moja azimio itakuwa ni eneo hili, lakini azimio la pili ni kuongeza uwekezaji wa rasilimali fedha kwenye masuala ya sayansi na utafiti kwa upande wa Afrika, ili sasa tuweze kushindana kuwa ni bara lenye ushindani na mabara mengine kwenye eneo la sayansi, na hiyo ndio diplomasia ya sayansi. Na sasa nimeona mnataka kusongesha mkataba wa zama zijazo. Kwa muktasari tu, mtaisongesha namna gani? Ambayo hizo zama zitahitaji sana sayansi, na ndio maana sisi kama Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini, yani XS Community, tunaona huu ndio muda mwafaka kabla ya kufikia deadline mwaka 2030 tuwe tayari tumeweza kufanya na kuanzisha mijadala aina hii ambayo itasaidia kuleta chachu kwa nchi zote za Afrika ili kuwekeza katika sayansi na diplomasia ya sayansi. Na unaona kuna fursa gani umeiona kwamba ipo hivi sasa itasaidia kufanikisha hizo ndoto za EXA, kwamba kuwa kuna kituo cha kuhakikisha kwamba kuna tafiti zinafanyika Afrika, hususan kwenye kituo mtapa pale Tanzania? Kuna fursa gani unaiona kwamba itasongesha sasa tofauti na zamani, kwa sababu tumeona miaka yote bado kuna changamoto? Kipi kitaleta mabadiliko tofauti na hali ya sasa? Fursa iliyopo ni tayari kuna hali nzuri ya kisiasa. Kwa hiyo hali ya utashi wa kisiasa uliopo ni moja ya fursa kubwa sana ambayo. Lakini la pili ni swala ambalo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa eneo na ambapo yanajengwa mambo mbalimbali, vituo vya umahiri mbalimbali vinavyoweza kusapoti masuala ya science. Lakini ukiacha kusapoti science, wanaweza kusapoti pia na wataalamu kutoka katika maeneo mbalimbali. Yote haya yanapelekea kwamba sisi tuwe na imani kubwa kwamba tutakuwa na kituo na pia tuweza kusukuma diplomasia ya science sio tu kwa upande wa bara la Afrika, lakini na ulimwenguni kote.